Bwana Yesu asifiwe wapendwa popote mulipo ulimwenguni nzima. Hii ni sauti ya mtu aliyenikani anakuja kusema itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Wapendwa, tengenezeni njia ya Bwana. Watu wa Mungu, tengenezeni njia ya Bwana. Tengenezeni njia ya Bwana. Popote mulipo ulimwenguni nzima, tengenezeni njia ya Bwana. Kichwa yetu ya neno inasema katika siku ya leo, inasema msingi ya kutokusikia neno la Mungu, ama sababu ya kutokusikia neno la Mungu, kutokumsikia Mungu. Tutaikuta katika kitabu chake cha Warumi sura yake ya 10 mstari wa 17 na Warumi sura ya kwanza mstari wa 18. Nasema tena, tutaikuta katika kitabu cha Warumi sura yake ya 10 mstari wa 17 na Warumi 1:18. Wapendwa ulimwenguni, watu wa Mungu, popote pale mulipo, kichwa yetu ya neno kama vile ninavyosema inavyouliza, ni sababu gani watu wanaishi kutokusikia Mungu? Kwa nini watu wanahubiriwa usiku na mchana? Kwa nini neno la Mungu linahubiriwa popote, lakini wanadamu hawasikie neno la Mungu, hawasikie Mungu? Wanadumu tu katika uovu. Ni kwa nini maovu yanaendelea kuongezeka duniani? Watu wanaendelea kubadili mwelekeo. Wale waliokuwa wamemkubali Mungu, nao wale wako wanaendelea, muda inapokwenda wanaendelea kuasi na kuacha njia zao, kuacha njia hiyo wokovu waliochukua, waliokubali wenyewe. Kosa ni nini? Msingi ni nini? Wanadamu, watu wa Mungu. Neno hili inakuja kukumbusha tena, popote ulipo ulimwenguni nzima, baba yangu, mama yangu, kutokusikia neno la Mungu na kutokumsikia Mungu, msingi tu, sababu ni nini? Ni dhambi. Maisha ya dhambi, maisha ya uovu, maisha ya machukizo, maisha ya kutokumsikia Mungu ni maisha tu ya uovu, maisha ya dhambi. Narudia tena, maisha ya uovu, maisha ya dhambi, maisha ya uasi ndio chanzo kubwa ya wanadamu kutokusikia neno la Mungu, ya wanadamu kutokusikia Mungu. Chanzo tu ni dhambi. Tatizo ni dhambi. Hakuna tatizo ingine, na hakuna sababu ingine ya kutokusikia neno la Mungu, ya kutokumsikia Mungu. Sababu ni dhambi tu. Sababu ni uovu. Sababu tu yote ni uovu. Watu wa Mungu, munaishi katika uovu, munaishi katika dhambi. Ndio sababu hamusikie neno la Mungu. Wanawahubiria lakini hamusikie. Muna masikio hayasikie, kwa kuwa dhambi imekwisha kuwatawala. Muna macho lakini hamuoni. Sababu gani? Dhambi imekwisha kuwatawala. Munaishi katika maisha ya dhambi. Ndio sababu macho munayo lakini hamuoni. Masikio munayo, hamusikie neno la Mungu. Dhambi. Munaishi katika maisha ya machukizo, maisha ya uovu. Ndugu yangu, kubali usikubali, uamini usiamini, hii ndio kweli ya Mungu. Dhambi haitakuacha unasikia neno la Mungu. Maisha ya dhambi haitakuacha unamsikia Mungu, haitakuacha unamtii Mungu na neno la Mungu. Haitakuacha, haitakupatia muda, ama haitakupa wakati wa kusikia neno la Mungu. Wewe utahubiriwa kama mwenye hubiriwe. Kusikia kamwe hautasikia, kwa kuwa unaishi kwenye dhambi, unaishi kwenye uovu. Ndugu zangu,
jua ya kwamba uovu wote ule unaoyafanya mwanadamu hapa chini ya jua, na wewe umekwisha, unasema ya kwamba umempokea Yesu, na wewe unajiita eti wewe ni Mkristo, unajiita eti umeokoka, ndugu yangu, uko mbali na wokovu. Uko mbali na wokovu. Kwa sababu unaishi maisha ya dhambi, maisha ya machukizo. Kwa kuwa ukimsikia Mungu na ukisikia neno lake, kweli ndugu yangu, kutenda kwako dhambi itakuwa mbali sana. Kamwe hautawahi kuanguka kwenye dhambi, hautawahi kuanguka kwenye uovu. Ndugu yangu, jua ya kwamba kuko tofauti katika wokovu na imani. Wokovu na imani ni vitu viwili tofauti. Watu wote ulimwenguni, wanadamu wote ulimwenguni wanamwamini Mungu, wanaamini kwamba Mungu yupo, wanaenda makanisani, wanaamini kwamba Mungu anawasikia, wanaomba, wanaamini kwamba Mungu anawasikia, wanasoma neno la Mungu, wanaamini kwamba Mungu anawasikia, wanafunga, wanaamini kwamba Mungu anawasikia, na wachawi wote wanaamini kama Mungu yupo, wauaji wote wanaamini, walozi wote wanaamini kama Mungu yupo, wazinifu wote wanaamini kama Mungu yupo, wazinzi wote wanaamini kama Mungu yupo, walevi wote wanaamini kama Mungu yupo, wavuta sigara wote wanaamini kwamba Mungu yupo, wote wanaishi katika maisha ya dhambi wanaamini kwamba Mungu yupo, waongo, wasingiziao, wenye tamaa, wote wanaamini kwamba Mungu yupo, na wanaenda makanisani, wanasema tunafanya kazi ya Mungu. Wengine wanaimba, wengine ni washemasi, wengine ni waskofu, wengine ni wapasteri, wengine ni wabishop, wengine ni waevangelist. Wote wanamwamini kwamba Mungu yupo, lakini wanaishi katika maisha ya dhambi, wanaishi katika maisha ya machafuko, wanaishi katika maisha ya kutokusikia neno la Mungu. Yale yote ndugu yangu, yote yale ndugu yangu, chanzo ni dhambi tu, kutokumsikia Mungu, kutokuishi katika maisha kumpendeza Mungu, kutokusikia neno la Mungu. Chanzo yake tu, sababu kubwa, wanadamu wanaishi katika dhambi, wanajichanganya na dunia. Ndugu yangu, jua ya kwamba unapoishi katika maisha ya dhambi, unapoishi katika maisha machafuko, dhambi yote yale unayoyafanya, jua ya kwamba wewe haujawahi kusikia neno la Mungu na haujawahi kumsikia Mungu. Ukimsikia Mungu, utaacha njia zako ziovu, utaacha dhambi zako, utaacha mabaya yako yote, hali yako yote mbaya utayaacha, maisha yako yote mabaya utayaacha, tabia yako yote mbaya utayaacha. Utachukia kabisa dhambi, utachukia kabisa, utachukia maisha ya dhambi. Ukimsikia Mungu, ukisikia neno lake, utachukia maisha ya dhambi ndugu yangu. Utachukia maisha ya wizi, utachukia maisha ya uchawi, utachukia maisha ya ulozi, utachukia maisha ya kuuana, ya uwaji utayachukia, maisha ya uongo utayachukia, maisha ya kuchonganisha wengine utayachukia, maisha ya kutapeli watu utayachukia, maisha ya ulevi utayachukia, maisha ya kutetana, ya usengenyo, ya fitina, ya chuki utayachukia ndugu yangu. Ukisikia neno la Mungu na ukimsikia Yesu, utachukia yale maisha, hautayapenda hata milele kwa maisha yako. Ndugu yangu, jua ya kwamba siku ukamsikia Mungu, ukikosea Mungu tu kidogo, ama ukimkosea ndugu yako, ndugu yangu, roho yako yenyewe itahangaika, itakuwa yenye kujutia, itakuwa yenye kusikitika. Kwa nini mimi nimemkosea Mungu leo? Kwa nini nimekosea ndugu yangu? Lakini ndugu mpendwa, lakini baba, mama, dada, kaka, pale unapokosea Mungu, pale unapokosea ndugu yako, unapoishi maisha ya dhambi, haujutie, ama roho yako haifadhaike, ama haisikitike kwa kuwa umekosa, ndugu yangu, maisha ya wokovu uko mbali sana. Omba Mungu sana rehema kwenye maisha yako. Mungu akurehemu, Mungu akujalie neema, hakutoe katika usingizi, hakutoe katika upofu ile uko nayo, hakutoe katika kufungue masikio ili upate kumsikia Mungu, ili utoke kwenye usingizi. Ndugu yangu, uko kwenye usingizi, uko kwenye upofu,
kwa kuwa haujue mahali ulipo. Unaona uko sawa lakini sio sawa. Maisha ya dhambi ndugu yangu sio kawaida. Umekuwa umefungwa na roho ya shetani. Unakuwa umefungwa na roho ya uzinifu. Roho ya usherati umefungwa nayo. Roho ya uchawi umefungwa na wa mchawi. Roho ya kuuana umefungwa na wa muuaji. Roho ya masengenyo wa msengenyaji umefungwa na hizo roho. Roho ya chuki umefungwa na roho ya chuki wa mtu wa chuki. Roho ya tamaa umefungwa na wewe unatamani mali ya watu, vitu vya watu. Roho hiyo imekufunga. Omba Mungu rehema kwa yote unayoyafanya duniani isiyompendeza Mungu na isiyompendeza wanadamu. Ndugu yangu, jua ya kwamba umefungwa na roho ya shetani. Omba Mungu akurehemu. Ambia Mungu akusaidie. Hakutoa upofu, hakutoa uziwi, kwa kuwa masikio yako umefungwa. Hata ubiriwa namna gani kama hautaweza kusikia. Hata uone makuu ya Mungu namna gani, hata uone watu wanashuhudia makuu ya Mungu, wewe kwako kusikia hautasikia, ama kuona hautaona, ama kuamini hautaamini, kwa kuwa Mungu amekuachia roho ya uovu, roho ya kutokusikia, roho ya upofu, roho ya usingizi katika neno la Mungu. Kwa kuwa wewe unapotujikuta hata unataka kusoma Biblia, moja kwa moja usingizi umekukamata. Unapojikuta unataka kuomba, moja kwa moja usingizi unakukamata. Unataka kujikuta unasema mimi nataka kumkaribia Mungu, moja kwa moja usingizi inakukamata. Ndugu yangu, hiyo ni roho ya shetani imekwisha kukufunga. Omba Mungu msamaha. Tubu dhambi zako. Hacha njia zako ziovu. Hacha ubaya wako wa mubaya. Wewe mulozi acha kuwa watu. Msharati hata kufanya usharati wako. Wewe mzinifu acha kuzini. Muuaji hata kuwa watu. Wewe mulozi acha kuroga. Wewe muongo acha kudanganya watu. Wewe mzulumaji acha kuzulumu watu. Mulevi acha kulewa. Mugeukie Mungu. Murudie Mungu atakupata napatikana. Murudie Mungu ndugu yangu. Murudie Mungu watu wapendwa. Tokeni kwenye kuzubaa. Tokeni kwenye usipofu. Tokeni kutokusikia neno la Mungu. Msikie Mungu. Sikia neno la Mungu. Kwa kuwa neno hiyo ni uzima. Ndio neno hiyo ni Mungu. Wapendwa. Wapendwa. Angalia muda umekwisha. Muda umekwisha. Muda umekwisha wapendwa. Kuna siku mtatafuta hii neno na mtaiona milele. Na mtaiona milele. Siku inakuja mtatafuta hii neno na mtaiona. Bado mngaliki mnaonywa. Ni kufaida yenu wapendwa. Ni kufaida yenu watu wa Mungu. Acheni uovu wenu. Acheni dhambi zenu. Wanadamu mtasikia mpaka lini? Wanadamu mtamsikia Mungu mpaka lini? Wanadamu mtaacha maovu yenu mpaka lini? Wanadamu mtaacha uovu wenu mpaka lini? Mtaacha kusikia neno la Mungu mpaka lini? Kutokusikia neno la Mungu mpaka lini wanadamu? Wanadamu ni mpaka lini mtaishi kwenye kuasi? Kuasi neno la Mungu, kutokusikia neno la Mungu. Hapo unakuwa umewasi maneno la Mungu. Ndugu yangu mpendwa, baba yangu, mama yangu, dada yangu, kaka yangu, toka kwenye kuzubaa, toka kwenye usingizi. Mwambia Mungu akufungue macho, uone makuu ya Mungu, ili upate kuyaona makuu yako. Hakuna faida kwenye dhambi, na warudia tena kuyasema. Dhambi yote hakuna faida. Dhambi yote hakuna faida ndugu yangu. Dhambi yote inapeleka kwenye mangamizi. Inapengeleka kwenye mangamizi ndugu yangu. Maisha ya dhambi ndugu yangu itakuacha unalia siku baada ya siku. Itakuacha kwenye mateso, kwenye huzuni. Itakuacha kwenye masikitiko, kwenye taabu, kwenye majuto, kudharauliwa, kukataliwa, popote pale. Maisha ya dhambi ndugu yangu ni maisha inakuchafua sana. Hacha kujichafua. Hacha kuchafua mwili wako wewe. Wewe ujue kwamba wewe ni hekalu la Mungu. Au ujue hiyo mwili yako ni mali ya Mungu na wewe ni hekalu la Mungu. Kwa nini kuchafua hekalu la Mungu kwa uchafu? Hacha uchafu wote ndugu mpendwa. Hacha njia zako ziovu. Hacha dhambi zako. Tubu dhambi zako. Ungama dhambi zako na Mungu atakusamehe. Sikia jinsi neno lake linasema katika kitabu chake cha Warumi 10:17. Inasema hivi: basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja
kwa neno la Yesu, kwa neno la Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema imani chanzo lake ni kusikia, na kusikia huja katika neno la Kristo. Ndugu zangu, amumsikie Mungu. Amumsikie ye Mungu. Amusikie maneno la Mungu. Na kama msikie maneno la Mungu, amusikie Mungu. Muko mbali kabisa. Mwambie Mungu awafanyie rehema. Mumombe Mungu rehema kwa maisha yenu. Mungu awahurumia, wasamehe ndugu yangu. Mupate kusikia neno la Mungu. Popote pale, jua ya kwamba dhambi yote unaoyaishi, unaoyafanya, bado hujawahi kumsikia Mungu. Bado hujawahi kusikia neno la Mungu. Wewe unaishi katika uovu, katika dhambi, katika mabaya. Bado hujawahi kumsikia Mungu. Uombe usiombe, uimbe usiimbe, uhubiri usihubiri, ukiishi katika maisha ya dhambi yoyote yule unayoyajua, bado hujawahi kumsikia Mungu, na bado hujawahi kumsikia Yesu, na bado hujamsikia neno la Mungu. Jua ya kwamba Mungu hakujui. Mungu hakujui milele ndugu yangu. Omba Mungu msamaha. Omba Mungu huruma. Omba Mungu huruma, watu wapendwa. Tusome tena Warumi ule mstari wa kwanza. Sura ya kwanza mstari 18 nasema, kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhiririsha kutoka mbinguni. Kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhiririsha kutoka mbinguni. Kutoka mbinguni ni juu ya wawasi, juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu waipingao kweli ya Mungu. Kweli, waipingao kweli kwa uovu. Wewe mwanadamu, unajua kweli ya Mungu. Unajua ya kwamba dhambi ni chukizo mbele ya Mungu. Unajua kwamba Mungu anakataa maisha ya dhambi. Neno la Mungu linakushauri usiku na mchana. Linakataa maisha ya dhambi. Linakwambia jitenge na dhambi. Jitenge na ubaya. Jitenge na uovu wote. Ndugu yangu, wewe unapingana na hii neno. Unapingana na hii neno. Unapingana na Mungu. Unapingana na huyu Yesu. Wewe unadumu katika uovu wako. Unadumu katika uovu wako. Unajua kweli. Unajua ni kweli, lakini unapingana na hiyo kweli kwa uovu ndugu yangu. Ole wako wewe. Unaijua kweli ya Mungu. Unaijua dhambi yote unayoyafanya ni chukizo mbele ya Mungu. Lakini unapingana na ile kweli kwa uovu wako, kwa mabaya yako. Jua Mungu na wewe. Mungu na wewe. Ghadhabu ya Mungu iko juu yako ndugu yangu. Mpendwa, neno la Mungu linakushauri. Neno la Mungu linakuja tena kukwambia, tubu dhambi zako. Hacha njia zako ziovu. Hacha tamaa yako ya dunia. Tamaa yote ya mwili, hachana nao ndugu yangu. Mambo yote mabaya unayoyafanya, mwenendo wako yote mabaya, hali yako yote ya maisha, yote unayoyafanya kwa ubaya, ndugu yangu, uone kwako. Jua ghadhabu ya Mungu inakuja. Ghadhabu ya Mungu inakuja. Upanga wa Mungu unakuja. Jua huyu Yesu hakuja kuleta amani duniani, bali alikuja kuleta njia upanga. Upanga wa Mungu uko juu yako, na unakuja juu yako upanga. Upanga wa Mungu unakuja kwako ndugu yangu. Jua kwa maovu yote, kwa dhambi yote unayoyafanya, jua upanga wa Mungu unakuja juu yako. Hautaponyoka hiyo upanga. Hautaponyoka ghadhabu ya Mungu. Hautaponyoka upanga wa Mungu. Ndugu yangu, muda upo. Omba Mungu msamaha, tubu dhambi zako na kuacha dhambi zako na kuacha maovu yako yote. Na Mungu ni wa rehema na wa msamaha, na atakusamehe. Nakwambia tena ndugu yangu, dhambi yote unayoyafanya, yote itakuacha kwenye majuto, kwenye masikitiko, kwenye kulia, kwenye taabu, kwenye mateso, kwenye kudharauliwa, kwenye maumivu makali. Usiku na mchana utakuwa na amani kwa ajili ya maovu na madhambi unayoyafanya. Ndugu yangu, omba Mungu msamaha na rehema. Mungu ni wa rehema na wa msamaha, atakuhurumia. Mungu ni wa rehema na wa msamaha, atakuhurumia ndugu yangu. Neno la Mungu linakushauri tena, acha njia zako ziovu, ili Mungu apate kukusamehe na apate kuhurumia. Na Mungu abariki neno lake katika jina la Yesu. Amen.